Hello. Habari mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa elimu ya saikolojia ambao tunadumu kujifunza elimu ya saikolojia na mahusiano. Na siku hii ya leo tutakwenda kujifunza mada ya pekee sana ambayo wengi hutamani kuitambua, ambayo inazungumzia namna ya kugundua kundi lako la tabia. Je, nitajigunduaje mimi nipo kwenye kundi fulani? Kama awali nilivyowaambia kwamba katika makundi haya watu wengi wanaelewa ya kwamba yapo makundi makuu ya manne ya tabia za watu, lakini yale makundi manne kuna changamoto fulani ambayo bado ipo kwa watu ambayo inawachanganya. Unakuta ni mtu ndio ni sanguine, lakini ndani yake anaka ukoleriki, anaka ukali kapo ndani yake. Huyu mtu ndio ni sanguine lakini bado anakaa hali fulani ka upole, ka phlegmatic maskini, kwa na hofu fulani hivi. Au huyo ni sanguine lakini pia ana ka melancholy ndani yake, Umeona? Au unakuta huyo ni choleric lakini bado ana ka phlegmatic. Vivyo hivi makundi yote. Sasa hiyo kitu ileta mkanganyiko kwa watu wengi. Ndipo mwaka 1950 kulikuwepo na mwana saikolojia mmoja Marekani ambaye anajulikana kwa jina la bwana Isabel Brinks Myers. Huyu mtaalamu bwana alileta mbinu mpya ambayo inamsaidia mtu kuweza kujigundua yeye yupo kwenye kundi lipi. Na unakuta ni kundi ni sanguine lakini anakuwa ni sanguine phlegmatic, anakuwa ni sanguine melancholy, au anakuwa ni phlegmatic choleric, au anakuwa ni choleric phlegmatic. Yaani hilo linakuwa ni kundi limekamilika. Lakini in general unajua kabisa kwamba sifa kubwa zaidi unakuta zimeanza ni sanguine, lakini sanguine huyo ana phlegmatic ndani yake. Unakuta ni sanguine lakini hawezi akafanana na yule ambaye ni sanguine pure. Yaani sanguine phlegmatic hawezi kufanana na sanguine choleric. Hawezi kufanana na sanguine melancholy. Kabisa. Kama kini uweze kusikiliza tu juu ya sifa hizi utakapotambua ni namna gani ambavyo unaweza kujigundua siku hii ya leo. Sasa ni namna gani ya kugundua kundi lako? Haya makundi yaliyo ambayo tutakwenda kuyatambua siku ya leo 16, kwa maana yalitumika kwa namna fulani hivi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wengi kuweza kujitambua sifa zao ziko vipi, tabia zao ziko vipi kutokana na maisha yao. Na hii kitu siku ya leo na siku zijazo itakusaidia kujijua namna gani ya kujicontrol. Utatambua udhaifu ulionao, utatambua mazuri ulionayo, lakini pia kupitia hii elimu ya saikolojia itakusaidia kuweza kutambua hata kwenye upande wa mahusiano mwenzi ulionaye. Na ndio maana utakuja kujua kwamba ni kwa nini baadhi ya mwenzi ni wepesi kuachana naye. Unakuta wewe ni mtu ambaye maskini ni mkali, umezoea sana kuongea, ni mtu wa mamlaka, ni mtu wa amri, lakini unashangaa kwa nini mwenzi ambao unampata ni mpole, au unakuta naye pia ni mkali kama mwenzako, mmelingana pamoja, yani mko pamoja, ni akili moja, sifa moja. Hiyo ni ngumu sana kudumu katika ndoa. Ni lazima kama ukiwa ni mkali, unakuta kuna wakati unampata mwenzi ambaye yeye ni mpole, anakusikiliza, anakuheshimu, anakuelewa kutokana na ukali ulionao. Vivyo hivyo yani. Umeona? Lakini kama ikiwa ni the same, kama wewe ni mpole na wewe ni mpole, wote wamekuwa na upole zaidi ndani ya ndoa, unakuta inakuwa ni ngumu sana kuweza kudumu kwa namna fulani, kwa sababu miongoni mwao anakosekana mmoja ambaye anakuwa ni kama kichwa cha kuweza kuongoza ndoa hiyo. Lakini leo tutakwenda kutambua sasa, je, namna gani ili niweze kugundua kundi ili ugundua kundi lako ni lipi. Kuna maswali manne ambayo nitakwenda kuwajuza hapa, kuelezea. Kikubwa inabidi kila mmoja aweze kuwa makini kuweza kufanya uchaguzi ulio sahihi. Usiangalie sifa fulani hivyo kwa sababu umezisikia ukaona kwamba hizi sifa kwa sababu ni nzuri ngoja mimi niingie kwao huko nichague hiyo sehemu. Hapana, ni ngumu kujijua sasa utakuwa ni nani wewe. Yaani kinachotakiwa hapo, rafiki yangu mpendwa, uweze kuwa makini kusikiliza na uweze kuangalia, uegemee upande ambao unajua asilimia kubwa mimi niko huko kabisa huko. Usichague tu kwa sababu fulani hivi. So tutakwenda swali la kwanza, tutakwenda swali la pili, swali la tatu, swali la 4. Na swali la kwanza, kila swali limegawanyika mara mbili. Kuna sehemu A na kuna sehemu B. Kwa hiyo utachagua, je, mimi ni A au mimi ni C. Umeona? Kama ni swali la pili vivyo hivyo utachagua mimi ni iki, mimi ni iki. Umeona? Kwa hiyo kila swali la kwanza lina pande mbili. Kama nilivyosema, kuna
herufi ya kwanza na ya pili, swali la pili na herufi ya kwanza na ya pili, herufi ya tatu na herufi ya kwanza na ya pili, swali la nne na herufi ya kwanza na ya pili. So kilichotakiwa kwako mpendwa ni kuweza kusikiliza kwa makini na uchague. Okay, swali la kwanza mimi ni hapa, swali la pili mimi ni hapa, swali la tatu mimi ni hapa. Hiyo itakuongoza zaidi. Na haya maswali manne haimaanishi kwamba eti swala la kwanza linadili ni kwa sanguine au linadili na kwa phlegmatic au linadili kwa melancholy au kwa choleric. Hapana, bali ni maswali ambayo yako in general, ambapo utakapochagua sasa vizuri kutokana na sema ambayo umezisikia kwa makini, ndipo utakapotambua direct wewe kundi lako ni kundi gani. Kwa hiyo usikiza kwa makini haya hizi sifa kupitia maswali haya directly, ambayo yatakutia nguvu kufahamu mwanga na direction yako iko sehemu gani kiusahihi zaidi. Kwa hiyo sikiliza kwa makini na Mungu akusaidie. Okay, tunakwenda kuanza swali la kwanza. Swali hili litakuwa limegawanyika na herufi mbili. Herufi ya kwanza ni herufi I na herufi ya pili ni herufi E. So be careful kusikiliza hapo. Swali la kwanza linajengeka na herufi I, alafu swali la pili herufi E, ambao herufi I ambayo ndio kipengele A chake ni juu inaitwa introverted. Sikiza kwa makini hili swali na litakusaidia kuweza kuelewa zaidi. Introverted ni mtu gani? Alafu swali la kwanza herufi E yake ambayo ndio kipengele B ni extroverted. Sasa tunaanza na introverted ambayo ndio ya kwanza hapa. Kwamba introverted ni mtu mwenye hisia za ndani, asiyejielezea na asiyefunguka kirahisi kuhusu hisia, mawazo na mtazamo wake. Ni mtulivu, anapenda zaidi kulala, kukaa mwenyewe sehemu iliyopoa au na watu wachache aliowazoea, kuliko kukaa sehemu zenye heka, kelele na ubize mwingi. Huwa na wazo la kurudi nyumbani na kufurahi kupata upenyo wa kuondoka maeneo yenye watu wengi. Mfano, anapofika kwenye sherehe huanza kufikiria muda wa kula na kuondoka. Ana marafiki wachache, hupata ugumu kutengeneza marafiki wapya. Hapendi maongezi mepesi na anapenda zaidi kusikiliza. Huchunguza na kufikiria kuliko kuwa mzungumzaji mkuu akiwa kwenye kundi la watu. Ana shida ya mawasiliano. Akipigiwa simu hujiuliza, nipokee au nikate au niache lile ite mpaka ikate yenyewe. Pia akifungua simu na kuona jumbe nyingi hujisemea, nitajibu baadaye, nikitulia au nikiwa na utayari nitajibu. Hoja kushtuka muda umepita bila kujibu. Hupendelea zaidi sinema, kuwa hewani, mtandaoni na kusoma kuliko mazungumzo. Anazungumza kwa namna nyingi, maneno, ukimya na vitendo. Akimwambia labda nitakujulisha, tutaangalia hali, anamaanisha hapana. Hebu kama kwamba labda nitakujulisha au tutaangalia hali. Huyu mtu anamaanisha moja kwa moja kwamba ni hapana. Hawezi kunyoka kukwambia direct hali yake. Lakini anaweza sana katika kila kitu maishani zaidi ya extroverted. Yaani huyu kwenye upande wa maisha anaweza sana katika kila kitu maishani. Yaani anawaza na anakiweza hicho kitu, kwa sababu ana tabia ya kuweza kukiwekeza kitu fulani ambacho anakusudia kesho yake kiweze kuwa vyema zaidi ya huyu mtu wa pili ambao ni extroverted. Upendelea zaidi kufanya kazi mwenyewe.
kuliko kushirikiana na wengine. Hufurahia nyakati ndogo ndogo ambazo wengine hudharau, mfano maji yanayotiririka taratibu. Sio mwongeaji. Akiongea ujue yanatoka ndani ya moyo na ameyachuja kwa muda mrefu. Licha ya kwamba anapenda kukaa peke yake na kutopenda sherehe, ila tafadhali usiache kumwalika, maana anahitaji na anapenda kuthaminiwa. Hizo ni sifa za hii kundi A, swali la kwanza, ambalo kundi A swali la kwanza linaitwa extroverted. Sifa zao ndo hizo. Lakini tunakwenda kwenye kundi la pili. Swali la kwanza, kundi la pili au B yake la swali la kwanza inaitwa extroverted. Extroverted wako vipi hawa watu? Extroverted ni mtu mwenye hisia za nje, anayejielezea na anayefunguka sana kuhusu hisia, mawazo na mtazamo wake. Anapenda zaidi kutoka nyumbani na kujichanganya na watu. Ni mwepesi kutengeneza marafiki. Hana tabu na kukaa sehemu zenye heka, kelele na ubize mwingi. Anapenda zaidi kusikilizwa na awe mzungumzaji mkuu akiwa kwenye kundi la watu. Hupendelea zaidi kushirikiana na wengine, kufanya kazi kuliko kufanya kazi mwenyewe. Naam, hizo ndo sifa za swali la kwanza kipengele A, ambao ni introverted, na kipengele B extroverted. Sasa wewe chagua. Kama kwenye swali la kwanza wewe ni herufi I ya kwanza ambayo ni introverted, au ni herufi E ya pili ambayo ni extroverted kwenye swali la kwanza, jichuje. Je, uko wapi? Je, niko kule introverted au extroverted? Na tunakwenda kwenye upande wa swali namba 2. Swali la pili ambalo lenyewe pia limegawanyika vipengele viwili. Usikiza kwa makini, then itakusaidia kuweza kuchagua uchaguzi sahihi na kujua kundi lako rasmi ni kundi gani la haiba au personality yako. Sasa kundi hili, swali hili la pili lina herufi 2. Herufi ya kwanza ni herufi S. Hilo swali la pili, herufi S pamoja na herufi N, ambapo S ndio yuko A yake, swali la pili A, alafu N swali la pili B. Tunaanza na swali la pili A yake, ambao ni herufi S, ambayo inawakilisha sensing. Iko vipi? Kwenye sensing hapo ni mtu ambaye muda mwingi akili yake ipo huru, haina mzigo wa kutafakari. Mara nyingi utafakari akitaka, au kama kuna jambo zito anapambana nalo. Hana vikao vya kila wakati. Hivyo basi milango yake ya fahamu ina nguvu sana. Huweza kutambua kinachoendelea kwenye mazingira yake kwa haraka. Huona mabadiliko haraka sana endapo yametokea kwenye mazingira husika. Mfano, kama kuna bango jipya limewekwa barabarani, atakuwa na wa kwanza kuliona, maana wakati anatembea kichwa chake hugeuka pande zote ili kujua nini kinaendelea katika mazingira yetu. Wengi wao huishi kulingana na wakati uliopo au wakati wa sasa, na wengine hao wapendwa huishi jana kulingana na kumbukumbu zilizopita. Watu hawa huamini vitu vya kushikika ambavyo wanaweza wakaviona na kuvigusa, au vitu vile ambavyo wana uzoefu navyo, washawahi kuona
vikifanya kazi. Hiyo ni swali la pili, kipengele A, ambalo ni herufi S ikimaanisha sensing. Tunakwenda sasa swali la pili, kipengele cha pili, ambayo inawakilisha herufi N ikimaanisha intuitive. Sasa tusikilize intuitive, hao watu wako vipi? Ni mtu ambaye akili yake muda wote ipo kazini. Ipo kazini, maana kuna mzigo fulani ipo inatafakari. Kila muda yuko na vikao kichwani. Huwa ni mtu mwenye mitazamo ya ndani, mwenye kupiga picha katika akili yake, yaani high imaginative. Ni mtu ambaye kufikiria zaidi kuhusu mambo yajayo. Huwa ni mtu mwenye mawazo mapya na mengine hayashikiki na hayajawahi kuwepo hapo kabla. Hivyo basi hupata ugumu kujua nini kinaendelea kwenye mazingira yake, maana akili haipo huru. Kwa hiyo ile nguvu ya milango yake ya fahamu hupungua. Mfano, akiwa amepanda bodaboda anapita barabarani, akili yake itaelekea zaidi kufikiri kwa nini hili liko hivi, au kama lingekaa hivi ingekuwaje. Hivyo hushindwa kuzungusha macho kuona nini kinaendelea kwa wakati huo. Hilo ni swali la pili, kipengele A ambacho ni S, sensing, na kipengele hicho cha pili chake kinaitwa N, intuitive. So je, uko kwenye kipengele gani? Kwenye A, S au kwenye B ambao ni N? Jichunguze uko wapi hapo, uchague kiusahihi kwenye haya mawili, uko wapi. Na tunakwenda swali la tatu. Swali la tatu linaitwa swali la tatu limegawanyika pia vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ambacho ni T, ni thinking, alafu kipengele cha pili chake cha swali la tatu kinaitwa feeling. Tunaanza kipengele cha kwanza cha swali la tatu, thinking. Ni mtu anayefanya maamuzi kwa kuangalia hoja zenye mantiki, sio huruma. Huamua mambo kwa kuangalia kipi ni sahihi. Haijalishi watanuna, watachukia, watakerwa au kitawaumiza wengi kiasi gani. Utamani sana mara baada ya maamuzi kuwe na ubora na ufanisi zaidi, hata kama amani itapungua. Hawaangalii sura ya mtu wakiwa wanafanya maamuzi, bali ujali kweli na usawa unahitajika. Ndio maana huelezea jambo kwa lugha ya moja kwa moja kwenye hoja, bila kujali sana hisia za mpokeaji. Swali la tatu, kipengele cha kwanza hicho ambacho ni thinking, ambao ni herufi T. Umeona? Lakini tuenda kipengele cha pili cha swali la tatu ambacho inaitwa ni F, au ikimaanisha feeling. Ni mtu anayetumia hisia katika maamuzi yake. Huruma inamuongoza zaidi kuliko usahihi. Anaweza kujua usahihi ni huu, ila kwa sababu watu wengi wataumia, watakerwa na watachukizwa na uamuzi huo, hivyo basi huamua kufanya maamuzi kwa kuwasikiliza wengi. Huangalia ukaribu, undugu, urafiki wao na mtu husika wanapokuwa wanafanya maamuzi. Hivyo huzingatia hisia za mtu huyo na namna mahusiano yao yatakavyobaki mara baada ya maamuzi hayo. Kwa maana hutamani mara baada ya maamuzi amani izidi kudumu. Hata lugha ambayo huitumia ni ile ya kuzunguka badala ya kunyooka moja kwa moja kwenye hoja, ili kuepuka hisia za mtu mwingine kuumizwa. So hilo ni swali la tatu, kipengele cha kwanza ambao ni thinking, ambao ni herufi T, na kipengele cha pili ambao ni F, ambao ni feeling. Sasa chagua wewe kwa swali la tatu. Nipo kwenye thinking,
hawa wapenzi wa moja kwa moja kunyooka, au kipengele B cha pili ambacho ni wale wataalamu wa kuweza kupiga mzunguko kweli kweli. Tunakuwa swali la 4. Swali la 4 ni na yenyewe pia lina sehemu mbili, ambapo ni herufi J kipengele cha kwanza, kipengele cha pili ni herufi P. Ambapo kipengele cha kwanza swali la 4 kipengele cha kwanza inazungumza juu ya judging, lakini kipengele cha pili ambacho ni herufi P inamaanisha ni perceiving. Sasa tunaanza na hii ya kwanza ambayo ni kipengele cha kwanza ambacho ni judging. Swali la 4 hilo kwamba ni mtu anayefuata ratiba. Yes, mtu wa ratiba. Ndani ya mwili wake ameumbwa na mfumo wa asili unaomkumbusha kuhusu ratiba. Ni kama kengele hivi ambayo humfanya kukosa raha mara tu anapokuwa nje ya ratiba. Na apendi mabadiliko ya ghafla. Hayuko huru kufuata ratiba zingine ambazo hakuzipangilia, na ndio maana mabadiliko ya ratiba humkwaza huyu mpendwa. Watu hawa hupenda kujiandaa na kupanga mambo kabla na baada ya hapo ni ngumu sana kwao kubadilika, kwa sababu utamani kile kilichopangwa kifanyike vile vile bila kubadilisha chochote. Lakini kuwa judging haimaanishi kila mara lazima utafuata ratiba, lakini inamaanisha mara tu anaposhindwa kufuata ratiba iliyopangwa au aliyojiwekea mwenyewe, utajikuta nafsi yako inakuadhibu kwa kukosa raha na kujisikia vibaya. Hawa ni wale wataalamu wa nini? Wa ratiba. Wataalamu wa kufuata ratiba. Hiyo ni kipengele cha kwanza, swali la 4 ambayo inawakilisha na herufi ya J. Lakini tunaangalia hii swali la 4 ambayo ni swali la mwisho, kipengele cha pili chake sasa. Inazungumzia juu ya perceiving ambayo inawakilisha na herufi P. Swali la 4 kipengele cha pili ambayo ni perceiving ikiwakilisha na herufi P. So ni mtu asiyefuata ratiba, maana ndani ya mwili wake hajaumbiwa ratiba ya asili na wala hakuna mfumo ambao unambugudhi kufuata ratiba. Japo hiyo haifanyi kwamba hawezi kufuata ratiba, ila mara nyingi hata asipofuata ratiba moyo huumia. Moyo wake haumia hata asipofuata ratiba, wala kukosa raha. Nifuate nisifuate, wala siumii moyo wangu. Umeona wao ndivyo walivyo hao. Hukosa mwendelezo wa jambo moja, anaweza akabadilika kutokana na mazingira. Mara nyingi hana shida na mabadiliko, hupenda kuacha machaguo yake wazi, ambapo humsaidia kuendana na mabadiliko yoyote yanaweza kuletwa. Mfano, kikao kilipangwa kifanyike labda asubuhi saa 3, ratiba ikibadilishwa sio shida kwake, maana anaangalia njia mbadala ni ipi. Kwa hiyo endapo likiletwa jambo jipya katikati ya safari, yeye hulipokea vizuri na linaweza kuathiri ratiba yake pale pale, na wala asijisikie vibaya nafsini mwake. Mona. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha msingi, ninazidi kuwasisitiza na kuwakumbusha kwamba haya makundi yanapatikana na yanapimwa kupitia haya maswali 4 ambayo nimeweza kuwaelezea, ambapo ili uweze kutambua kundi lako sahihi, sikiliza kwa makini swali la kwanza mpaka swali la 4. Ni maswali 4 tu, lakini ya vipengele cha kwanza na cha pili, ambacho swali la kwanza narudia kwa ufupi hapo. Kipengele cha kwanza kina herufi I. Kipengele cha pili kina herufi E, ambayo herufi I ni introverted, herufi ya P
pili ya swala la kwanza ni extroverted. Kwa hiyo chagua mimi ni herufi I ya kwanza au ni herufi E. Lakini swala la pili vivyo hivyo na vipengele viwili, ambao ni kipengele cha kwanza ni sensing ambayo inawakilisha na herufi S, alafu kipengele cha pili ni intuitive inawakilisha na kipengele N. Chagua kati ya S au N, uko wapi? Swala la tatu vivyo hivyo limejikita kwenye upande wa vipengele viwili. Cha kwanza ni thinking ambao ni T, lakini kipengele cha pili ni F ambao ni feeling. Chagua, je, wewe uko kwenye T au kwenye F? Chagua herufi moja kati ya hizo pande mbili. Vile vile swala 4 ina J pamoja na P, ambao J inawakilisha judging, lakini P inawakilisha perceiving. So wewe chagua kiusahihi, yani usisikilize kwa sababu sifa hizi bwana hizi ni nzuri. Wewe mwenyewe unajijua namna gani ulivyo, unajua upande gani wewe umekazia sana kwenye upande wa ubongo wako na lifestyle yako. So utakapochagua sahihi, andika kwenye comment hapo, andika comment yako, uandike je, wewe kundi lako ni lipi? Yani umechagua hizo herufi 4, umepata herufi zipi hizo 4 ambazo ndo kundi lako lipo hapo. Ukishaandika pale kwenye comment, nitakuelezea sasa wewe kundi lako dialect ni lipi. Je, ni sangu ni melancholy, je ni phlegmatic, au ni choleric pure, au ni melancholy phlegmatic? Ndio utakapotambua dialect, jina la kundi lako ni lipi, ili uwe makini kuweza kusikiliza sifa na tamaduni za hao watu wa hilo kundi lako. Utakaposikia hizo sifa na kama umechagua kiusahihi, ndio utakapojitambua kwamba kumbe mimi ndio huyu, mimi ndio niko hivi. So jamani, Mungu azidi kuwabariki sana mnapoendelea kufuatilia darasa hili na elimu hii kwa ajili ya kujitambua na namna gani ya kuweza kujiendeleza katika maisha yako, na namna gani ya kuweza kuepukana na baadhi ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea kulingana na haiba au personality ambayo uko nayo ndani yako. Ukijitambua utajihudumia, usipojitambua utajiharibia. Mungu akubariki.